Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, karibuni. Siku za nyuma kumetokea mazungumzo baina ya madhehebu mawili, Ahlus Sunnah wal Jamaa ikiwakilishwa na Sheikh Abul Basam kutoka Ukunda na Ahmadiyya ikiwakilishwa na mimi mwenyewe binafsi, na mazungumzo ilikuwa juu ya je, Ahmadiyya ni Waislamu wako sahihi? Na chanzo ni kwamba je, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam ni nabii? Na kama ni nabii, wapi katajwa katika Qur'an? Kwa hivyo kimbilio yangu ilikuwa katika sura Aswaf, pale Mwenyezi Mungu aliponukuu Nabii Isa bin Maryam, alitufafanulia kwamba akawatabiria wana wa Israeli ya kwamba kuna nabii atakuja baada yangu, jina lake ni Ahmad. Lakini Mwenyezi Mungu hakutaja, akanyamaza hapo, akaambatanisha huyo Ahmad na zile sifa wapinzani wake watampa. Mwanzo akasema Mwenyezi Mungu, falama jaahum bil bayinati qalu hadha sihrun mubin, baadhi yake wakasema huyu ni mchawi. Pili, watasemaje? waman adlamu mimman iftara ala Allahi al-kadhib wa huwa yud'a ila al-islam, watamuita yeye ni muongo, kisha watamuita njoo uslimu, njoo kwetu, wewe sio Muislamu. Na tunaona sifa hizi Sayyidina Ahmad alayhi salam alipewa na wapinzani wake, na mpaka leo anaendelea kupewa. Kitu kingine anasema ya kwamba Ahmad aliyetajwa hapo ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikamwambia no, haiwezi ikawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu sifa moja imetajwa hapo, hajawahi tajiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba wa huwa yud'a ila al-islam. Wapinzani wake hawajawahi kumwambia ya kwamba njoo huku kwetu ndio kuna Uislamu. Lakini cha ajabu, Sheikh huyu aja kusema ya kwamba neno huwa yud'a wa huwa yud'a ila al-islam, neno huwa inarudi kwa dhalim. Sasa swali likazuka, nikamuuliza swali, je, neno huwa latumika kwa dhamiri ya kike ama la kiume? Kisha nikamuuliza swali, je, huyo dhalim akiwa ni mwanamke? Anasema neno hilo linajumulisha awe ni mwanamke awe ni mwanaume. Hebu tusikilize hapa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadaka wa hadana Allah subhanahu wa ta'ala. Katika baada ya kukurusha hiyo, nasema sasa neno huwa linafasiriwa hii, je, huyo dhalimu akiwa mwanamke au wao hawezi kuwa madhalim? Yani ukiangalia katika swala hili, ukitazama kwa makini, utapata Qur'ani nzima imekuja hivi. Mara nyingi inataja dhamiri ya mwanamume kwa sababu dhamiri ya mwanamume inakusanya ndani yake mwanamke. Na ndio maana wanawake walipokuwa wanasema mbona sisi hatutaji binafsi kama wanawake ndani ya Qur'an, Mwenyezi Mungu ateremsha zile aya katika sura Al-Ahzab, innal muslimina wal muslimat wakataja. Kwa hivyo inapotajwa dhamiri ya wanaume ndani ya Qur'an, bali katika vitabu vya fiqh wao wanaingia ndani yake, hukumu pia mwanamke ameingia ndani yake. Kwa hivyo hapo pia mwanamke anaweza kuwa dhalim na imekusudiwa zote. Alafu unasema je, wakiwa wengi? Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh wangu Sheikh Abul Basam, Mwenyezi Mungu anapoongea katika sura As-Saff, wa huwa yud'a ila al-islam, neno huwa katika Kiarabu hakuna mahala popote itatumika kumaanisha mwanamke, haipo. Kwa sababu sisi tunazungumza katika Qur'an, Mwenyezi Mungu mwenyewe amezungumza, ameongea, ametaja wanawake katika Qur'an na ametaja wanaume katika Qur'an. Mwenyezi Mungu anaongea katika Qur'an kwa sifa, akitaja sifa za wanawake kama wewe ulivyotoa hapo, walmu'minina walmu'minati. Mbona hajasema tu walmu'minina ikajumulisha na wanawake humo ndani? Unaona, Mwenyezi Mungu anapotumia ama katika lugha ya Kiarabu ikitumika huwa, hakuna mahala popote huwa inatumika kumaanisha mwanamke. Hiyo haipo. Na ndio maana nilikuomba tafsiri ya Qur'an kwa Kiingereza. Imetafsiriwa ulioleta, wa huwa yud'a ila al-islam and he is called to Islam. He is
hakuna katika Kiingereza hata siku moja dhamira ya hii itatumika kumaanisha mwanamke. Never ever. Never ever. Kwa hivyo kama wewe you've learned Arabic enough, you have got honor in Arabic, and you are coming to tell me that huwa can be used to mean women also. Hata kama mimi ni kipofu, you can't cheat me. Hii, neno hii, there is no even a single second that word will be used to mean women. Never ever. Haupati hata kwenye hadithi za Kiabu Nwasi. This can't happen. Hiyo haiwezekani. Labda urudi kwa wale waliokufundisha kwanza tuone, kwa sababu hata tafsiri ulioleta inasema and he is called to Islam. Unaona, hiyo dhamira haiwezi karudi kwa mwanamke. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ameitumia specifically kwa mwanaume, na tena sio mwanaume mmoja. Wa huwa yud'a ila al-Islam. Kwa maana nakwambia hiyo sifa hakuna mtu ataivua ya kwamba isimhusu Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad na wapinzani wake wanampa. Wa huwa yud'a ila al-Islam. Hiyo ni sifa specific Mwenyezi Mungu ameweka kuonyesha ya kwamba hiyo itamwangukia Ahmad aliyetajwa pale. Sasa wewe unakuja na vituko tu, ups and down, hide and seek, meanders. You are coming with meanders here and there, ili mradi tu ufunike ukweli Mwenyezi Mungu ameweka katika Qur'an. Lakini sasa hamna shida, wewe ukipenda fanya unachotaka, but the truth will remain there that wa huwa yud'a ila al-Islam. Neno huwa can't be used upon feminine. It's impossible. Huwa hakuna siku itatumika kumaanisha mwanamke, labda huyo hana elimu ya Kiarabu. Ndio ulisema ungetuletea aya katika Qur'an Mwenyezi Mungu amesema huwa akimaanisha mwanamke, huwa akimaanisha mwanamke. Tuletee aya 2-3 hapo nizione. Usiponiletea wewe ni muongo. Shukran, barakallahu fik. Naam, shekhe wangu Shekhe Abul Basam, usilete utani kwa maneno ya Mwenyezi Mungu aliye mtukufu. Unaona, usinichukulie mimi chombo cha kuchezea. Ujue nilipitia madrasa mimi pia. Ndio wewe ulishasema mimi niko na kilifinyo, lakini na kilifinyo yangu hiyo don't take it to an extent ya kwamba you want to fool me. Ndio nilishakubali kwako mimi niko na kilifinyo, lakini ujue kwamba na mimi nilipitia madrasa. Na ujue ya kwamba na mimi pia niko na elimu ya Kiarabu. Ufinyu huo niko nayo, finyu tu kidogo tu hicho ambacho naona. Ndio nasema uwezo kanidanganya. Pia ambao nasema finyu niko nayo hiyo. Unaona? Hakuna katika Kiarabu hata siku moja. Madhalimu wapo, hata wanawake. Sawa? Ndio nikakuuliza sasa, kama madhalimu wapo, ili tujue ni mwanamke anaitwa katika Uislamu, bado itatumika tu wa huwa yud'a ila al-Islam, basi ni mwanamke huyo dhalim. Sasa ndio sasa Mwenyezi Mungu atumia kwamba wa huwa yud'a ila al-Islam. Nitakana Mwenyezi Mungu atumie neno huwa ama hiya. Nadhani wewe uko na elimu pana, mimi yangu finyu. Sasa na hiyo elimu yako pana, yani unataka kuleta, ndio maana sisi tunasema nyinyi mnafanya mizaha. Nyinyi mko katika mzaha. Ndio maana nilisema
bana hakuna ahlul sunna wal jamaa anaweza nitoa sehemu nipo katika Ahmadiyya. Na haya hivi vituko sarakasi kama hii unaniletea hii, ndio nikazie mshipa wa shingo. Tuko sahihi. Sasa uko sahihi vipi kati huwa haujui inatumika vipi? Eti unasema huwa hata inaweza tumika kwa mwanamke. Haya maneno mawili huwa na hiya yapo katika Qur'an. Ukiniambia nikuletee aya hizo nitakuletea. Kuna huwa inatumika kwa Allah Azza wa Jalla, hiyo tuachane nacho. Inayotumika kwa wanawake na wanaume katika Qur'an, ukinichokonoa tu na kuletea chungu mzima. Sasa mimi nataka uniletee aya kama niseme 4 katika Qur'an. Mwenyezi Mungu ametumia huwa akimaanisha aliyetajwa hapo ni mwanamke. Nipe. Kwa hivyo wewe unaleta mizaha, na kama kawaida yenu ukweli inapofika kwa bana mnatafuta mbinu za kukwepa. Na weka kwenye akili yako, nilikwambia ya kwamba mimi hapa hakuna ahlul sunna yoyote hajazaliwa humu duniani wakati huu anaweza kunitoa sipo kwenye Ahmadiyya akaniweka kwenye ahlul sunnati wal jamaa. Hata wewe bado nimeona uko mbali na haya sarakasi. Huwa itumike kwa mwanamke ndio unitoe kwenye Ahmadiyya unipeleke kwenye usuni. Yaani unanidanganya, alafu unataka mimi nikubali uongo, niwache ukweli nije kwenye uongo. Sisi wa Ahmadiyya tunafahamu vyema ya kwamba neno huwa haiwezi katu abadan, haiwezi ikatumika kumaanisha mwanamke. Ndio maana tuko huku, tumempokea Masihi. Ndio maana sisi tunasisitiza ya kwamba njooni huku. Lakini sisi mtutoe huku sababu tunafahamu huwa inatumika kwa mwanaume. Unataka kutuvuta huko sehemu watu wanang'ang'ania ya kwamba huwa inatumika kwa mwanamke pia. Hakuna, there is no even a single sense the word huwa can be used to mean a female, never ever. Kwa hivyo the verse I brought to you, waman adlamu mimman iftara ala Allahi al-kadhib wa huwa yud'a ila al-islam, hiyo aya inamzungumzia Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, inaleta zile sifa wapinzani wake watampa. Mwanzo anapokuja falama ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin, wanamuita yeye ni mchawi. Tulishaona mpaka mimi mwenyewe publicly nimesikia shekhe mzima bado yuko Tanzania nikidebate na yeye anaita Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad mchawi, na mashekhe waliotangulia hizi za Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad akiwa mzima. Sifa nyingine wa huwa yud'a ila al-islam. Mwanzo baada ya kuambia kusema yeye ni mchawi, wanasema yeye ni al-kadhab. Tunashuhudia nyinyi mnamuita Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad yeye ni al-kadhab, alafu ya mwisho sehemu imekuja kukupiga chenga wa huwa yud'a ila al-islam. Wewe unasema hiyo neno huwa inarudi kwa dhalim. Ndio nikakupa challenge, huyo dhalim akiwa mwanamke bado neno litatumika kwake tu. Hii neno hiyo inarudi kwa dhalim. Haya, hapo Mwenyezi Mungu amesema wa huwa yud'a ila al-islam. Yoyote anayelinganiwa kuja katika Uislamu neno linamaanisha hapana. Don't take people to be stupid. Don't put Allah Azza wa Jalla in a sense that will make him appear to be stupid. A'udhu billahi min dhalik. No. Kwa Mwenyezi Mungu hajui kutumia neno huwa. Kwa hivyo katika sura As-Saff aliyetajwa pale Isa bin Maryam alitabiri nabii atakayekuja baada yake ismuhu Ahmad.
sawa. Nikakufafanulia vizuri, nikakuambia kwamba kinachothibitisha kwamba Ahmad aliyetajwa pale si Muhammad, ni Ahmad mwingine tofauti. Sifa Mwenyezi Mungu ameambatanisha na huyo Ahmad. Ya kwanza, falama jaahum bibayinati qalu hadha sihrun mubin. Anapokuja huyo, wapinzani wake wanamwambia uchawi huu. Point number 2, anapofika tena wanamwambia al-kadhab wa man adha mimman iftara ala Allahi al-kadhib. Nasema bana, wewe umejiroga, umemtungia Mwenyezi al-kadhab wewe. Alafu tena point nyingine, sifa nyingine, wapinzani wake wanamwambia, baada ya wao kumwambia yeye al-kadhab, wanamwambia njoo katika Uislamu, wewe ni kafir, njoo huku ndio kuna Uislamu. Wa huwa yud'a ila al-Islam and he is called to Islam. Unataka kunitoa sehemu tunafahamu ya kwamba hapo Mwenyezi Mungu anaongea specifically juu ya mtu ambaye ni mwanaume, tayari ashatajwa jina pale juu, ismuhu Ahmad. Watu watamuita katika Uislamu. Unakuja kuniambia hiyo neno huwa pia inaweza tumika kwa wanawake. Unataka kunitoa huku sehemu tunajua jinsi huwa inatumika kwa wanaume tupu, alafu niite kwenye Ahlus Sunnah wal Jamaa sehemu watu hawajui jinsi neno huwa katika Kiarabu inatumika. Na ndio maana nilikwambia unipe Qur'an, hiyo aya imetafsiriwa kwa lugha ya Kiingereza, na lugha ya Kiingereza ulioleta tafsiri inasema and he is called to Islam. Sasa nikakupa challenge vile vile kwa lugha ya Kiingereza. Is there any day the word he will be used in a sense that it brings what meaning of a woman? Can someone who is reasoning use the word he to mean a woman? Where? Ndio nikakwambia hata kwenye movie, hata kwenye tamthilia na hizi hadithi za hekaya na za Kiabunwasi haupati, lakini inapatikana tu kwenye Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ndio watu wanatumia neno hii kumaanisha mwanamke. Sasa uko na usahihi ama wewe, are you sure of what you are talking or you are lying? Are you sure? If you are sure, can you give me 4 verses from the Holy Quran whereby Allah himself used the word he to mean a woman? He used huwa to mean here. Kama wewe ni mkweli, niletee hizo aya 4 tu, sitaki 5. 4. Shukran, barakallahu fika.